mingi ya kwamba sisi kama Wakenya tunasahau haraka sana. Sisi kama Wakenya tunasahau haraka sana. Huyu Mheshimiwa Rais alipoingia serikali, hii serikali ilikuwa na shida nyingi sana. Hata tulikuwa tunashangaa hii maneno ya serikali ataifanya aje. Tumesahau ya kwamba bei ya unga ilikuwa shilingi 250. Yule William Ruto akasema ya kwamba mimi nitaleta policies nipunguze bei ya fertilizer ili wananchi wapate fertilizer, waweze kukuza chakula na tuweze kupata chakula kingi. Ikawezesha ile bei ya unga ikashuka, tukapata chakula kingi, na hata wale ambao walikuwa naweka sufuria kwa kichwa wakawacha, sasa wako serikalini. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Huyu Mheshimiwa Ruto, kulikuwa na makatel wengi katika ile sekta ya kahawa. Akakuja akatoa wale makatel wote katika sekta ya kahawa. Sasa bei ya kahawa ikasonga kutoka shilingi 70, saizi bei ya kahawa iko shilingi 120 mpaka shilingi 140, shilingi 150. Na hizo pesa ni pesa zinaenda kwa wananchi. Ukweli ama ni uongo? Huyu William Ruto alienda kule Western. Hawa watu wa Western watakuambia ile sekta ya sukari ilikuwa imeanguka. Kenya hii pesa yote madola tulikuwa tunatumia kuagiza sukari. Mwaka uliopita hatukuagiza sukari hata tone moja in this country. We never brought sugar from out of this country. Kwa hivyo mimi nawaomba tuzidi kushirikiana na serikali, kwa sababu huyu Ruto alipoingia, hata ile maneno ya elimu hatukuwa tunajua mahali CBC iko, mahali JSS iko. Akakuja akatupa direction. Walimu akakuja akatuandikia zaidi ya walimu 76,000 Kenya mzima, kitu ambaye haijafanyika hapa duniani. Amekuja tuko na madarasa za JSS. Amekuja tangu aingie mwaka moja tuliweza kujenga madarasa 11,000, 11,000 classes, ikiwemo hapa Kibwezi na Kenya mzima. Huyu Ruto akaingia ile sekta ya health. Yeye alisema ya kwamba nikichukua urais, mimi sitaki kumuona mama wa Kibwezi akiuza shamba ati analipa ugonjwa, analipia mgonjwa. Akasema sitaki kumuona mama wa Kibwezi anauza chochote ati ng'ombe yake ama mbuzi akilipia mtoto mgonjwa. Akasema wote tuingie katika hii bima mpya ya SHA. NHIF ilikuwa na watu 3 peke yake, lakini sasa katika hii bima ya SHA tuko na watu 22 katika hii SHA leo. Na hii SHA inalipia kila mtu, haibagui wewe ni nani, wewe ni mweusi, wewe ni mfupi, wewe ni mrefu au chochote. Kwa hivyo sisi tunawaomba Wakenya tusisahau haya mambo. Ile mabadiliko imefanyika Kenya ni kwa manajili yetu. Hapa kwenu nimesikia Mheshimiwa Mutusi akiniambia kuhusu soko. Iko soko inaundwa hapa. Na hii soko inaundwa hapa, kuna soko zingine 400 zinaundwa Kenya mzima, sio hapa peke yake. Affordable housing the same, the entire country iko masoko zinaundwa kila mahali. Kwa hivyo mimi nawaomba tuweze kushirikiana, tuweze kufanya kazi pamoja, kwa sababu the most important thing baada ya miaka 5 ni sisi tutakuja hapa tuwaeleze. Kama ni soko mnaiona, kama ni barabara, shida ya barabara tulikuwa nayo kubwa sana, na nimemshukuru ndugu yangu Kawaya. Huyu Kawaya tuko na yeye katika chama, yeye ni organizing secretary, mimi ni treasurer. Barabara zetu zilikuwa zimekwama Kenya mzima. William Ruto akapiga hesabu, akasecuritize pesa shilingi 7 ile ya mafuta. Miezi 2 ilipita, contractors wote ikiwemo wa hapa walilipwa 42 billion Kenya shillings ili contractor warudi kwa barabara, wakatengeneze barabara. Na mwezi ujao yeye tena analipa contractors 65 billion Kenya shillings ili barabara zetu zote
zinyoke na tupate barabara ambazo ziko na lami, tunaweza kusafirisha mifugo yetu, chakula yetu kwenda kwa soko. Sasa nyinyi watu wa Kibwezi niwaulize, nyinyi ni kazi gani mnataka? Mnataka siasa ya ukabila na uchochezi ama mnataka maendeleo? Siasa ya ukabila na uchochezi ama maendeleo? Si mnataka barabara, mnataka stima, mnataka maji, mnataka mashule zijengwe na mpate pesa mfukoni ambaye tumekuja kufanya siku ya leo. Kwa hivyo mimi naomba tushirikiane, kwa sababu hata wale wengine ambao tunashindana na wao, jana niliona they started a party